السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Baadakum himidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia mtume wetu sallallahu alayhi wasallama, rehma na amani zimfikie, katika mwezi mtukufu, mwezi adhim, mwezi wa baraka, ikiwa ni siku ya 12 katika mwezi wa Ramadhan. Tumebahatikiwa biidhnillah subhanahu wa ta'ala kuwa na Sheikh adhim, Sheikh Muhammad Nasr Bachu, ambaye yuko nchini Kenya kwa ziara. Nadhani mpaka mwezi wa Ramadhani utakapoisha, na ndo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwafikia kutukutanisha naye hapa katika darasa zetu za Ramadhan katika hii eneo Madrasatul Nur. Kwa hivyo bila kupoteza muda, nitampatia Sheikh insha Allah biidhnillah aanze darasa yake. فليتفضل مشكورا مأجورا. Kutoka hapa kwa 1 hour tunakwenda mpaka saa 5:40. 1 hour. Sawa. Alafu tena pale ndo tuache fursa ya maswali kutoka saa 5:40 kwenda mbele. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبعي السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Dada zangu na mama zangu wa Kiislamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wajibu wetu kuzirejesha shukurani kwa Allah jalla jalalu kwa kutukusanya katika kikao hiki, insha Allah kikao chenye kheri, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwanza atunufaishe kwa yale ambayo tutajifunza katika kikao hiki, lakini la pili tunamuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kikao chetu hiki, kujikusanya kwetu hapa, ni sababu ya kupata radhi zake subhanahu wa ta'ala, na ikifika siku ya kiyama, wakati watu wataonyeshwa matendo yao, faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara, kwa sababu siku hiyo mtu yote akitenda kitendo chochote ataonyeshwa siku ya kiyama. Basi Allah atuonyeshe kitendo hichi na iwe ni sababu ya kufurahia siku hiyo, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Dada zangu na mama zangu, tumo ndani ya mwezi wa Ramadhani uliobarikiwa sana, na katika mwezi huu inawezekana sana kuna baadhi ya Waislamu wakakosa fadhila za mwezi huu kwa sababu ya jambo moja, adhim, na kuna wengine watapata fadhila kubwa za mwezi huu kwa sababu ya jambo hilo moja adhim, na jambo lenyewe ni jambo la ubaya na uzuri wa tabia za mtu. Wengi katika sisi tumeiangalia funga ya Ramadhani kama ni kitu ambacho cha kuingia ndani yake na kukaa na njaa kuanzia alfajiri mpaka linapozama jua. Kwa kufanya hivyo
ndiyo Ramadhani mtu ameipa haki yake. Katikati ya muda huu hajali Muislamu kike au kiume juu ya uzuri wa tabia zake au ubaya wa tabia zake. Madhali yeye amefanikiwa kuweza kuvumilia njaa na pengine kujiweka mbali na mume wake au kujiweka mbali na mke wake, madhali ameweza kujizuia na hayo, yeye tayari anajiona ni mfungaji na amekwisha kuitekelezea haki ili funga yake ya Ramadhani. Hajali ubaya wa tabia zinazojitokeza kati ya funga. Waislamu kama hawa wawe na tahadhari kubwa sana ya kuharibikiwa na funga zao, na wale ambao watajali kwamba funga ili ipambike ni lazima ipambwe na tabia zilizokuwa nzuri, na hayo ndiyo malengo ya kumuingiza Muislamu katika kipindi cha Ramadhani, apambike na tabia zilizokuwa nzuri. Mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, kwa mfano, man lam yada' qawla zur wala amala bihi falaysa lillahi haja min an yatruka ta'amahu wa sharabahu. Maneno mazito ambayo ukiyasikia lazima ushtuke. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man lam yada' qawla zur, yoyote yule ambaye hajawacha maneno ya uongo, wal amala bihi, na kufanya vitendo vyenye kuwafikiana na uongo. Ndugu zangu, hili ni fumbo juu ya tabia zilizokuwa nzuri. Ukiwa umefunga, tumia ulimi vizuri, kwa sababu ukiwa na tabia ya kuutumia vibaya unaharibikiwa. Haijalishi njaa imekupata kiasi gani, haijalishi umevumilia zile shahawa zako, unamtamani mume wako kiasi gani, haijalishi madhali mdomo hukuweza kuukontrol kwenye maovu, wala amala bi, na kufanya vitendo ambavyo vinawafikiana na uongo, vitendo vibaya, falaisa lillahi haja, Mwenyezi Mungu subhana hahitaji, hana haja kabisa kwa mtu huyu, min an yadaa ta'amahu wa sharabahu, kwamba yeye awache chakula chake, awache kinywaji chake. Ni bora akatafute chakula ale, kama hawezi wakati amefunga kujikontrol na tabia njema, tabia nzuri, kuanzia kwenye ulimi wake na vitendo vyake, basi huyu bora ende akatafute chakula ale, kwa sababu ile funga ile haitomsaidia kitu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tabia zilizokuwa nzuri, yani husnul khuluq. Wa huna qaddamna qawlahu tabaraka wa ta'ala fi surati al-hashr, yaqulu Allahu azza wa jal, ya ayyuha alladhina amanu taqullaha waltandur nafsun ma qaddamat lighad. Na ndiyo maana Allah tabaraka wa taala katika kutujenga kuwa makini na kuwa na tabia zilizokuwa nzuri, kike kiume, akatwambia maneno haya katika kitabu chake kitukufu, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullaha, muogopeni sana Allah subhanahu wa ta'ala, waltandur nafsun, na iangalie kila nafsi, iwe makini kila nafsi kuangalia ma qaddamat lighad, kitu gani inatanguliza kwa ajili ya kesho. Hususan ewe dada yangu, ukiwa umo ndani ya huu mwezi wa Ramadhani, kwa sababu Ramadhani imepambika kuwa na utukufu na kadha na kadha, kwa sababu ya ibada adhimu ya kufunga, na ibada yenyewe itaharibika kwa vitendo vibaya, ibada yenyewe itaharibika kwa tabia mbaya. Kwa hivyo amri ya Allah, litandur nafsun ma qaddamat lighad, iangalie kila nafsi, pamoja na kwamba katika maisha yote inahusika, inaingia amri hii kwenye Ramadhani, inakuwa mahususi zaidi, kwa sababu kwenye Ramadhani kile kitendo kinapelekea kuharibu ibada. Nje ya Ramadhani
atafanya vitendo vibaya, vitampatia dhambi, haviharibu ibada. Lakini ndani ya Ramadhani atafanya vitendo vibaya, vitampatia dhambi na kumharibia ibada. Waltandur nafsun ma qaddamat lighad, yani kila wakati nafsi inaangalia, hiki ninachokifanya ndo kilaandikwa, hiki ndo ninakitanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Je, siku nikionyeshwa kitanifurahisha, kitaniharibia? Angalia vizuri dadangu, angalia vizuri mamaangu, huenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala watu wakenda wakakutana na mambo ambayo hawakuyatarajia. Wabada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, watadhihirikiwa mbele ya Allah na mambo ambayo hawakuwa wakitarajia. Wenyewe walikuwa wanadhania tumefunga, tunakwenda kukutana na funga zetu. Wakifika kule wanaambiwa, we ulikaa pahala ulizungumza na fulani maneno fulani, rekodi hii hapa, unaonyeshwa, na kwa sababu ya maneno yale Allah alikasirika, funga yako akaipiga na chini ya siku ile. We huna funga. We mwenyewe ulikuwa unadhania kwamba unakwenda kukutana na Allah hali ya kuwa umefunga, lakini kumbe wabada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, watu wanakwenda kukuta mbele ya Allah mambo ambayo hawakutarajia. Allah tuhifadhi kuwa miongoni mwa wafungaji hao. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuita sahaba wake Muadh ibn Jabal, na maneno kama haya aliwahi kumwambia sahaba wake mwingine Mtume sallallahu alayhi wasallam, adhunnuhu Aba Huraira au Aba Darda illa ma akun mukhti'an. Aliwahi kumwambia maneno haya Mtume sallallahu alayhi wasallam sahaba wake Muadh ibn Jabal, alimwambia, ya Muadh, ewe Muadh, wewe inni la uhibbuka, hakika mimi nakupenda sana ewe Muadh. Sasa sikiza, nakupa wasia wangu huu, ittaqillaha haithuma kunta, jitahidi sana kumuogopa Allah jalla jalaluh popote pale utakapokuwa. Jiangalie unachokisema, jiangalie unachokitazama, jiangalie unachokifanya, jiangalie ulichokivaa, jiangalie kwenye hali zako zote, umuogope Allah popote pale utakapokuwa. Si kwa sababu upo kwenye muhadhara ukaonyesha hali nzuri, ukitoka hapo unakwenda kinyume na hali ile. Ukifika nyumbani kwako unakuwa kinyume na mazingira ya dini. Ukiwa barabarani unakuwa kinyume na mazingira ya dini. Hapana, ittaqillah, jitahidi sana kujikontrol, kumwogopa Allah haithuma kunta, popote pale utakapokuwa. Wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, na jitahidi sana ukijigundua umefanya jambo baya, haraka kimbilia kufanya jambo jema. Atbi'a, fuatilizia. Ukijiona umemkosea Allah kwa kosa kubwa au dogo, uliloazimia na lile ambalo hukuazimia, ukijigundua umemkosea Allah, haraka sana kimbilia kufanya jambo jema pale pale, au hata baadaye kidogo. Na inatosha kuwa ni jambo jema kusema astaghfirullah. Inatosha kwamba wewe umekosea na ukajijua kwamba umekosea, na Mtume sallallahu alayhi wasallam anakuelekeza, ukijigundua umefanya kosa, atbi'i sayyi'ata alhasana, fuatilizisha kufanya jambo jema pale unapofanya baya, tamhuha, lile jema faida yake linafuta lile baya. Inatosha kuwa ni wema kwako wewe baada ya kufanya uovu, ili kuufuta uovu ule kwa kumwambia Allah astaghfirullah. Inatosha. Ukiongeza vitendo vingine vyema na kumwambia Allah, nafanya kitendo chema hiki ili kufuta kosa langu lile, naomba unisamehe, ni nzuri. Lakini kama ndo huwezi, waliyadhu billah, shetani amezidi nguvu, basi ulimi tu unatosha kusema astaghfirullah, 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 ili kufuta kosa lile. Jambo la mwisho, Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia sahaba wake Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin,
ishi na watu kwa tabia nzuri, changanyika na watu kwa tabia nzuri. Utakuja kufurahia tabia nzuri unazozifanya leo kuanzia hapa duniani kwanza, kwa sababu binadamu yoyote anapenda kufanyiwa mazuri ili na yeye arudishe mazuri. Tabia ya kibinadamu, kwa sababu shetani anachochea kati ya binadamu, tabia yake akifanyiwa ubaya hupenda kurudisha ubaya ili aonyeshe kwamba mie si mnyonge. Hii ni tabia ya kibinadamu, isipokuwa nafsi chache zilizorehemewa na Allah zenye kujitambua, zikifanyiwa uovu hukimbilia kurudisha kwa wema, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyoamrisha, idfa billati hiya ahsan, wewe lipiza kwa kitendo kizuri. Ukifanyiwa kibaya, lipiza kwa kitendo kizuri. Faida yake nini? Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa, utagundua yule mtu ambaye baina yako wewe na baina yake kulikuwa kuna uadui, ndiyo maana akakufanyia kitendo kibaya, we ukamlipizia kwa kizuri, utagundua mtu yule kaannahu waliyun hamim, baadaye utakuja kumkuta anakuwa kana kwamba ni rafiki yako, kipenzi chako wa ndani sana, kwa sababu kujibu kwa lugha ya vitendo inaathiri zaidi kuliko lugha ya maneno. Yani mtu anakufanyia kitu kibaya, we unalipiza kwa kitendo kizuri, kile kinakwenda kukaa kwenye akili yake, anajitathmini upumbavu wake. Yani ubaya ule nilomfanyia kanjibu vile, lile ni tusi la kijitu kizima, Kiswahili linasemwa hivyo, lakini kiilivyo ni funzo la kidini kwamba wewe lipiza kwa wema. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa kaannahu waliyun hamim. Sasa kwa sababu tabia ya binadamu hapendi kuonekana mnyonge, anapenda na yeye ajionyeshe kwamba madhali umenifanyia hivi na mie naweza, na sheitan ndo anapopataka hapo, wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum inna ash-shaytana kana lil-insani aduwwan mubina. Allah anasema wa kulli ibadi, ewe Muhammad, wewe mtume wangu, waambie waja wangu hao wanawake na wanaume, yaqulu allati hiya ahsan, wakiwa wanazungumza wajitahidi kuzungumza mazungumzo mazuri, wajitahidi kusema maneno mazuri. Kwa nini? Inna shaitana yanzaghu bainahum, hakika shetani anachochea baina yao, anachochea baina yao. Kwa sababu tabia anayoijua shetani kwa binadamu, huyu akiambiwa neno hili na huyu, yani huyu mtu A akamwambia huyu mtu B neno hili, huyu lazima hili neno litamkasirisha hili. Kwa hivyo shetani humchochea mtu A atoe neno baya kumwambia huyu, akhalifu yale mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, khaliqin nas bi khuluqin hasan, changanyika na watu, ishi na watu kwa tabia nzuri, kwa matabaka yao. Tabia nzuri zinatofautiana kama tutakavyotaja kwa matabaka. Tabia nzuri kwa baba yako na mamako sio tabia nzuri kwa watoto wako. Tabia nzuri kwa watoto wako sio tabia nzuri kwa mume wako. Tabia nzuri kwa mume wako sio tabia nzuri kwa jirani yako. Tabia nzuri kwa jirani yako sio tabia nzuri kwa mwalimu wako. Kila tabaka lina mambo yake, kila tabaka lina uzuri wake. Itategemea uko katika tabaka gani wewe. Khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sasa mwanadamu anapojiachia akafanya vitendo viovu viovu, hajali yuko na nani, hajali yuko pahala gani, hajali yumo ndani ya Ramadhani, tahamaki ash-shaytani yanzaghu bainahum, shetani anaharibu, anachochea na anapandikiza uadui. Hii faida ya kwanza ya kuchanganyika na watu kwa tabia nzuri hapa duniani. Unayemfanyia uzuri anataka kulipa uzuri daiman, unayemfanyia ubaya anataka kulipa ubaya daiman, isipokuwa wachache waliorehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, huko tunakokwenda akhera sasa, kwenye masala ya tabia nzuri, huko tunakokwenda akhera kuna faida kubwa ambazo unaweza ukadhani wewe kwamba lau kwamba dini ingelikuwa imebakia hapo tu, basi ingelikuwa imetosha kabisa kabisa kumpeleka mtu peponi.
namna lilivyozungumzwa jambo hili na sheria yetu ya Kiislamu. Tuanzie mazungumzo yetu kwanza kujielewa tuko katika pahala gani, enyi dada zangu na mama zangu wa Kiislamu. Imepokewa hadithi kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Hadithi hii anasimulia al-Imam al-Bukhari rahimahullah katika sahihi yake, hadithi nambari 1904. Anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kuwa Allah amesema, kullu amal ibni adama lahu, kila amal anayoifanya mwanadamu ni yake yeye, illa saum au illa siyam, isipokuwa ibada ya funga. Fa innahu li wa ana ajzi bih, funga ni yangu mimi na mimi ndiye nitakayelipa malipo ya funga. Kwa maana wanasema wanavyuoni, malipo ya amali nyingi yanajulikana kilipo chake, isipokuwa idadi ya malipo ya thawabu za ibada ya funga hakuna anejua. Allah hakuweka limit maalum, funga naijua mimi na mimi ndo nitakayelipa. Kwa nini? Kwa sababu ibada ya funga imedhibitiwa kwa vikwazo madhubuti, mtu akiweza kuvikamilisha, na si kwamba ni mambo magumu, ni mambo ya kawaida tu, lakini kwa sababu nafsi ya binadamu ni ngumu kwenye mambo hayo. Yani mtu akaweza kuibana ile funga kuanzia pale asubuhi inapochomoza alfajiri mpaka magharibi, ikafika salama, ikapokelewa vizuri na Allah subhanahu wa ta'ala, huyu malipo yake anayajua Allah peke yake, kwa sababu mfungaji wa kweli kweli anamjua Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wengine wengi wanaharibu funga zao mabarabarani, wengine wengi wanaharibu funga zao namna wanavyojibizana na waume zao huko, wengine wengi wanaharibu funga zao namna wanavyovaa mavazi yao mitaani huko. Hajala chakula, hajatukanana na mtu, lakini vile alivyotoka nyumbani kwake binti wa Kiislamu, nyumbani kwao binti wa Kiislamu, anakwenda nje mpaka anarudi, kashaiharibu funga yake bila yeye mwenyewe kujua. Walihadha qal illa siyam fa innahu li, funga ni yangu mimi, mimi ndo ninamjua mfungaji wa kweli kweli aliweza kuibana na kuikontrol funga yake isidondoke. Wa ana ajzi bi, na mimi ndo nitakayelipa. Wangapi katika wanawake wa Kiislamu wanatoka katika majumbani mwao wakiwa wametia manukato yenye kunukia, wanaume wayasikie kwamba na wao wananukia. Wangapi katika wanawake hao? Sasa unaziona hizo funga zao ziko bado mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, zinakubalika. Ametoka amevaa vizuri, pengine amejistiri kuanzia juu mpaka chini, amejistiri, amefunga, amejikontrol kwenye mambo, kafeli kwenye jambo la kutoka nyumbani kwake, ametia manukato ili watu wamsikie kwamba na yeye ananukia. Na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inaonyesha wazi kwamba ayyuma imra'atin kharajat min baitiha muta'attira, mwanamke yoyote anayetoka nyumbani kwake akiwa amejitia manukato ili wanaume wamsikie, fahiya zaniyatun hatta ta'ud, mwanamke huyo anahesabiwa kwenye dhambi ya uzinifu mpaka arudi nyumbani kwake, mpaka arudi nyumbani kwake. Sasa hii ni nukta muhimu sana ya kuelewa. Allah aliposema funga hii ni yangu mimi na mimi ndo nitakayelipa hii funga, kwa sababu ya mambo ambayo mwanadamu anatakiwa kujitahidi kuyabana ili funga iwe sahihi mpaka jioni jua linazama. Ni mambo mazito sana, muhimu sana. Qala, Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, wasiyamu junna, na funga ni ngao maalumu ya kumlinda Muislamu na tabia mbaya. Na ndipo itashangaza kuwa mfungaji amefunga halafu still ana baadhi ya tabia mbaya. Amefunga halafu anasengenya, amefunga anatoka nje bila ya stara, amefunga anafanya mambo ya ajabu. Itashangaza kwa sababu mfungaji wa kweli kweli, hizi ibadati hizi Allah subhanahu wa ta'ala kila ibada ameipa na natija yake na matunda yake. Kwa mfano ibada ya sala, ili mswaliji ajipime kwamba mimi swala zangu zinakubaliwa mbele ya Allah, amekiwa kipimo. Swala ni nini? Inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Ibada ya sala kwa hakika inamkataza mtu kutokana na machafu, labda ya zinaa, machafu ya liwati, machafu ya
kufanyana wanawake kwa wanawake wenyewe, lesbians wale, na machafu, yani fahsha wal munkar, na maovu mengine mbalimbali. Sasa akiwa mtu anaswali halafu bado ana munkar, ana matabia maovu mengine, huyu swala yake haijafikia katika kile kilengo, kwa sababu swala imewekewa shabaha ya kumtoa mtu pale. As-salat tanha anil fahshai wal munkar. Na funga nayo imefanywa kuwa ni ngao ya kukuzuia usikurubie yale maovu, kwa sababu mfungaji wa kweli huwa makini kwamba mimi nikifanya jambo ovu naweza kuiharibu funga yangu, kwa hivyo nisisogee kule. Anajilea hivyo, anazoea tabia hizo, asiyasogelee maovu. Ile funga kwake yeye inakuwa ni junna, inakuwa ni ngao ya kumlinda na maovu yale. Wa idha kana yaumu sawmi ahadikum, na itakapofika siku ya mmoja wenu kufunga, Mtume anaelekeza funga iwe vipi? Fala yarfuth, basi kwanza asifanye rafath, asitoe maneno machafu kwenye kinywa chake. Usitoe matusi kwenye kinywa chako, usitoe laana za ovyo kwenye kinywa chako, kwa watoto wako, kwa jirani zako. Usiuachie mdomo kutoa maneno ya ovyo. Arrafath, maneno machafu. Alfuhshu fil kalam, maneno machafu. Hata kwa watoto wako mwenyewe, mlaanifu wewe, mwanaharamu wewe, namna haka la, wewe umefunga, na hii funga ndio inakuzuia hapa. Na wanawake wamesifiwa kwamba watakwenda sana motoni kwa sababu ya kuachia ndimi zao. Tukthirna la'na, mnakithirisha sana laana, midomo ni mepesi kulaani na kutoa matusi. Mtume anaelekeza sallallahu alaihi wasallam, mfungaji anatakiwa awe na tabia gani? La yarfuth, asitoe maneno machafu, zuia mdomo, control mdomo huu. Wala yaskhab, wala mtu huyu asigombane na watu, asisikilikane anapaza sauti kugombana na watu. Iwe ana ugomvi huu ni ugomvi wa jirani, ugomvi wa ndugu, ugomvi wa mume. Wakati wa kufunga epuka haya mambo, yanaweza kubatilisha funga mara moja. Usigombane na watu. Fa in sabbahu ahadun au qatalahu, Mtume atoa maelekezo, akitokea mtu akakutukana au akataka kupigana na wewe, faliyaqul, basi muislamu wa kweli anatakiwa aseme inni saimun, inni mruun saimun. Tazama mfungaji anavyotakiwa kuilinda funga yake kwa tabia zilizokuwa nzuri. Akija mtu kukutukana, usimwambie kwamba na mie matusi nayajua, mimi sijafundishwa matusi, tena nayajua ya lugha zote. Ukitaka ya Kizungu nayajua, ukitaka ya Kiswahili nayajua, na ukitaka ya Kigiriama nayajua, na ukitaka ya Kiluya nayajua, na ukitaka sijui ya Kikuyu nayajua. Wewe taka unavyotaka, naweza kukutukana kwa lugha yoyote unayotaka wewe. Ala, ndio hivyo basi, wewe jiandae na kuiporomosha funga yako. Mtume anasema kaja katukana, kaja akapiga, kaleta ugomvi, faliyaqul, tazama anafunzwa tabia, onesha kwamba mimi ni Muislamu na nimeelewa kwa nini nimeingizwa ndani ya Ramadhani. Faliyaqul inni mruun saim. Ushamaliza kutukana wewe, mimi nimefunga. Hii funga hii inanilinda mimi sikufanyi kama hivyo unavyofanya wewe. Basi hivyo ndivyo inavyotakiwa Muislamu awe hata nje ya funga, kwa sababu funga ni chuo maalumu kimekuja kumfunza tu maisha yake anayotakiwa kuwa Muislamu. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, Mtume akaendelea kusema, na apa kwa yule Mwenyezi Mungu ambaye nafsi ya Mtume Muhammad iko mikononi mwake, la khulufu fami saimi, wallahi ile harufu ya kinywa cha mfungaji ambaye amefunga, harufu ya kinywa chake, atyabu inda Allahi, inakuwa ni nzuri, inanukia, inapendeza mbele ya Allah, min rihil miski, kuliko harufu ya mafuta ya miski. Mfungaji aliyefunga, sio mtu alokaa na njaa. Maana kuna tofauti baina ya harufu ya kukaa na njaa na harufu ya mfungaji. Mtu akikaa na njaa kawaida tu, hata kama hajafunga, kinywa chake kinabadilika, kinakuwa na ladha ya uchachu kidogo hivi, na harufu pia inakuwepo isiyopendeza katika kinywa chake. Hiyo ni kawaida akiwa mtu amekaa na njaa, hata kama hajafunga, amekaa na njaa kwa muda mrefu, au
amepatikana tulu sukut kwake, amekaa kimya muda mrefu. Hiyo inaonyesha kwamba hivyo. Lakini hapa harufu hasa ya mfungaji ni nani? Anaijua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu inawezekana mtu akawa amekaa na njaa asubuhi mpaka saa 9 lakini hajafunga. Pengine mwanamke yupo katika ada zake hajafunga, lakini hajapata chakula na kinywa chake kinatoa harufu, na watu wakadhania kwamba yeye kafunga kwa sababu ya hiyo harufu, na mdomo umefanya mabamba hivi, anaonekana na njaa, na akitizama anaonekana dhaifu, na pengine mwenyewe alivyokuwa hana haya anawaambia watu, sasa saumu ya leo kali. Saumu ya leo kali gani? Hujafunga wewe, hukufunga. Anawaambia saumu ya leo kali. Kwa hivyo alama ya mfungaji ni ipi? Anajua Allah subhanahu wa ta'ala. Harufu ya kinywa chake, pamoja na kwamba imechanganyika na hiyo harufu ya njaa, ndio ikawa inakera watu, basi mbele ya Allah, kwa sababu ya kule kujikontrol na yale mambo, asiharibu funga hili, asiseme hapa, asifanye hapa, asihivi. Kaja mtu kamtukana, amwambie mimi nimefunga, anajibana. Thamani yake ni kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Harufu inapendeza nzuri kuliko harufu ya miski. Lisaimi farhatani yafrahuhuma, mfungaji amewekewa furaha mbili na Allah subhanahu wa ta'ala, atazifurahia furaha hizo. Idha aftara fariha, pale ukifika muda wa magharibi, pale anafungua kinywa chake, pale huwa mtu anafurahi pale, alhamdulillah, umefika muda sasa na kwenda kula na kwenda kustarehe na mume wangu na kwenda kustarehe na mke wangu. Anafurahi mtu, anafurahi. Mpaka mwingine anakupigia simu anakuuliza, shehe, kama mfano inaadhiniwa adhana, mimi sitaki kula tende, sitaki maji, nataka kufungulia bibi yangu, inafaa? Haya, sasa huyo uone hizo akili zake zilikuwa ziko wapi mchana mzima wafunga, mpaka yeye ataka kufungulia bibi yake. Ndio uniambie kwamba akisikia adhana magharibi hajafurahi huyu? Ingawa ni balaa, maanake mpaka ikawa mchana mzima mtu unafikiria mambo hayo, basi wewe pia hujajua nini maana ya kufunga. Hii funga inatakiwa ikufunze kuweza kucontrol matamanio. Funga inatakiwa ikufunze kuweza kucontrol matamanio, sio kila unapotamani wewe uende tu, kwa sababu nafsi ikiendekezwa, an-nafsu katifli, nafsi ni kama mtoto mdogo, intuhmila alayhi shabba fi ridha, ikiwa utamwachia tu mtoto, humwachishi kunyonya, atafika miaka 7 huyu anataka umpakate anyonye, kwa sababu hujamwachisha. Yeye anajua ndo mambo ndo hivyo tu, anaenda shule, akirudi anataka apakate, apewe ziwa, anyonye. Na nafsi ndo hivyo hivyo. Sasa nafsi ikijana, ikilewa matamanio, ikisha kukubali kwamba nikitamani napata, hii nafsi inakuwa nzito katika taa. Nafsi ambayo inajua kwamba kuna baadhi ya wakati lazima nijinyime, lazima nipambane na hali ngumu, hii nafsi inakuwa ni nyepesi katika taa. Ndio maana kwa funga ukaambiwa, huyu mke, huyu mume, kosana naye kwa kipindi hiki. Wa alaikum salam. Hakadha. Kwa hivyo mfungaji amewekewa furaha mbili. Furaha ya kwanza ni furaha wakati ule wa kufungua. Alhamdulillah, sasa yale mambo nilozuiliwa ya halali sasa ninakwenda kuyapata na nitakwenda kuenjoy, kula, kustarehe na mume wangu, wa hakadha. Wa idha laqiya rabbahu fariha bisawmihi, na kubwa zaidi atakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala ataifurahia sana hii funga ambayo yeye ameifunga kwa muda wote wa masaa 12, akaweza kujibalance, au masaa 13 kwa kutegemea na miji, akaweza kujibalance asiharibu ile funga yake. Ndugu zangu, funga ya Ramadhani imekuwa ni sababu ya kumweka mbali mtu na moto. Tutataja mbele kama ambavyo tumeanza kutaja, funga ni tabia. Hili ndilo ambalo nataka leo uondoke nalo hapa. Funga ni tabia, si kukaa na njaa na kujizuia na mume na mke kama ambavyo watu wengi wamezoea. Tabia njema za kidini ambazo anatakiwa awe nazo Muislamu, hususan mwanamke. Funga ni tabia, ndio italeta hizi natija zote. Kwa mfano, kuwa ni sababu ya kumwepusha yeye na moto. Funga itakuwa na power na kuwa ni sababu ya kumwepusha mfungaji na ibada ya moto. Watu wakiachwa huru, naye aachwe huru. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi aliyosimulia al-Imam an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, ameitaja al-Imam al-Albani katika sahih an-Nasa'i hadithi nambari 2247.
Imepokewa kutoka kwa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillahi azza wa jalla, hakuna mtu yoyote atakayefunga siku moja tu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huna ikhtalafa alulama fi tafsiri qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah, wanavyuoni wametofautiana katika kulifasiri neno la Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema fi sabilillah, anafunga katika njia ya Allah. Njia ya Allah ni ipi? Wapo waliosema watu wakiwa katika jihad, wanapigana jihad baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu, labda imekwenda hali mpaka imebidi papatikane mapambano. Ikitokezea hivyo halafu mtu akawa amefunga, wako waliosema hiyo ndiyo funga inayozungumzwa hapa. Lakini kauli ya wanavyuoni wengi, ile hali ya mtu kukusudia kuifunga funga kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah, hiyo ni saum fi sabilillah, hiyo ni funga fi sabilillah. Mtu akifunga, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillahi azza wa jal, illa, isipokuwa anayefunga funga kwa ajili ya kutafutia radhi za Allah, katika njia ya kutafuta radhi za Allah, ba'ada Allahu azza wa jalla bidhalika alyawmi wajhahu anin nar, Allah subhanahu wa ta'ala atauweka mbali uso wake kwa siku moja ile, thamani yake atauweka mbali uso wake kutokana na moto 70 kharifan, umbali wa masafa ya miaka 70, kwa chombo chochote kile kinachotembea kwa spidi yoyote ile. Ima mtu atembee kwa miguu yake kwa muda wa miaka 70, anakwenda tu kutoka hapa Kibra alipo mpaka huko atakapofika, ndo kama atafika salama, ndo tunajalia, ndo binadamu ana uwezo huo wa kutembea miaka 70. Wewe tembea tu, ikimalizika miaka 70, pale ulipo, umbali huo wa miaka 70, huo ni umbali mkubwa sana. Kama ni ndege inatembea masafa hayo, ni umbali mkubwa sana. Wahakadha kama mtu anatembea kwa miguu, wahakadha ataekwa kule na moto kule. Na wanavyoona, nasema hili ni fumbo, ni kinaya la kuonesha kwamba uso wake huyu hautokaribia moto abadan, mbali sana. Siku moja fi sabilillahi, mtu akawa anajitahidi, hii inipatie radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa utanambia wewe kwamba hapo ndo pahala pa mtu kuwa amefunga alafu hajali funga yake, hajali anasema nini, hajali amekaa na nani anasikiliza nini, hajali alichokivaa wakati ametoka nje mwanamke, hajali mume wake anatii amri zake vipi. Haiwezekani, kwa sababu hiyo iwe fi sabilillah wakati wewe uko nyumbani. Achana na wale ambao wako katika uwanja wa vita wanapambana fi sabilillah, wewe uko nyumbani, wewe pia una fi sabilillah kubwa. Fi sabilillah wewe una amri za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa amri za Allah subhanahu wa ta'ala ni taa ya mume wako ndani ya nyumba, ni fi sabilillah kubwa. Umefunga halafu umo ndani ya nyumba yako na amri za mume wako zinakukuta kwenye hili au lile, hiyo ni fi sabilillah kubwa. Vipi uko tayari wewe kupoteza ujira mkubwa kama huu wa kuepushwa na moto kwa sababu ya kuwa na tabia zisizomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala? Haiwezekani. Kadhalik funga hii ya Ramadhani, Allah subhanahu wa ta'ala ameijalia kuwa ni yenye kumfutia mtu madhambi lau kama atafunga kweli kweli. Funga ya Ramadhan ni sababu ya kupukutisha madhambi ya mtu aliyotenda kutokea mwaka uliopita Ramadhani ile mpaka Ramadhani hii ya sasa hivi. Hapa kuna madhambi Allah anayapukutisha bure kwa sababu tu uliifunga Ramadhani completely kama alivyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Na completely haijalishi kwamba ndani ya Ramadhani zimetokezea siku zake mwanamke akakatisha, haijalishi hiyo, muhimu atazilipa. Kule kuzilipa kwake ndio kukamilisha ule mwezi wa Ramadhani. Si lazima ufunge wote kuanzia mwanzo mpaka mwisho, never miss. Hapana. Kuja kuzilipa zile siku ni katika hali ya kukamilisha ule mwezi wa Ramadhani. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, as-salawatul khams, hizi swala tano hizi tunazoziswali, wal jumu'atu ila al-jumu'a, na sala ya Ijumaa hadi Ijumaa nyingine, wa Ramadhan ila Ramadhan, na Ramadhani mpaka Ramadhani nyingine,
mukaffiratun lima bainahunna, hivi vitu vinakuwa ni sababu ya kufuta madhambi yaliyopo kati na kati hapa, yani kutoka Ramadhani ile mpaka Ramadhani hii. Kama kuna mambo mwanadamu ameyatenda madogo madogo ya kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anayapukutisha yote bila ya idadi. Innahu afuwun yuhibbul afwa, Allah subhanahu wa ta'ala ni afu. Afu manake anapenda kupuuza yale mapungufu ya waja wake. Yuhibbul afwa, anapenda kuyapuuza. Pisha, sogeza, hapendi kuadhibu Allah subhanahu wa ta'ala. Ofa hii wataipata wale wenye kuzichunga funga zao, waliochunga Ramadhani ile wakaipata sawasawa, na Ramadhani hii wakaipata sawasawa, kwenye tabia nzuri zenye kuridhisha, mpaka funga ikapokelewa mbele ya Allah, wataipata ofa hiyo. Wale wengine Allah tuhifadhi kwa miongoni mwao, ambao wanajua funga ni kukaa na njaa tu, au funga ni kujizuia tu mtu kulala na mume wake au kulala na mke wake mpaka jua lizame, halafu wakafanya ya kufanya, wakadanganya, wakasingiziana uongo, wakasengenyana, wakafanya hivi na vile, matendo mbali. Kama ni mtoto, yani kijana ambaye ana mzee wake, akamaasi mzee wake, halafu akataraji funga yake itakuwa salama, na kama ni mke akamaasi mume wake, halafu akataraji funga yake itakuwa salama, na kama ni binti akatoka nje ovyo akataraji funga yake itakuwa salama, hiyo khiari yake. Hapa hahusiki, hapa wanahusika watu ambao wamefunga na funga zao zimetimia. Funga ni sababu ya kupukutisha madhambi, usijinyime ujira huu. Na ndio maana Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, amekula khasara yule ambaye itamalizika Ramadhani hakusamehewa madhambi yake. Khasara na tabia mbaya zitasababisha mtu asamehewe madhambi yake, kwa sababu funga yake haina thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Funga ya Ramadhani ni sababu ya mwanadamu kufunguliwa milango ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi alitoa al-Imam Muslim rahimahullah katika sahihi yake, hadithi nambari 1079. Hadithi hii amesimulia Abu Huraira, sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amesema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, idha jaa ramadhanu, inapokuja Ramadhani, futihat abwabul janna, hufunguliwa milango ya pepo, wa ghulliqat abwabun nari, na hufungwa milango ya moto, wa sufidati shayatinu, na hutiwa mapingu mashaitani. Hapa pana mambo matatu yametajwa. Al-amru al-awwal ni kufunguliwa milango ya pepo. Kwa nini inafunguliwa milango ya pepo? Ili kwa wepesi wale wafungaji wanapomwomba Allah dua zao, ya Rabbi tujalie katika watu watakao kwenda peponi, iwe imesadifu kuandikwa majina yao katika milango ya pepo. Kwa wepesi sana. Na Mtume kasema sallallahu alayhi wasallama, mfungaji dua yake hairudishwi. Kama dada yangu au mama yangu ulikuwa una tabia wewe unafunga mchana kutwa alafu huombi dua, acha tabia hiyo. Acha tabia hiyo. Tumia fursa ya Ramadhan kuomba maombi yako, na usijilazimishe kuomba kwa lugha ya Kiarabu kama huijui. Omba kwa lugha yako. Allah subhanahu wa ta'ala anafahamu hiyo lugha ambayo wewe unaizungumza. Ndio uombe kile utakacho hasa. Mimi nataka hichi. Kiombe kile ambacho unakitaka. Mfungaji ameahidiwa dua yake ina possibility kubwa ya kujibiwa, hairudishwi. Lakini wakati unaomba usiangalie sana dunia, kwa sababu inawezekana baada ya Ramadhani tu ukaiacha dunia ukaenda mbele ya Allah, na wewe ushaomba dunia tupu kwenye Ramadhani. Tunaelewana? Ramadhani nzima wewe unaomba dunia tupu, lakini kumbe umebakisha wewe miezi miwili au wiki mbili tu, ikimaliza Ramadhani uondoke. Itakusaidia nini dunia uliyoiomba? Tumia Ramadhani kuomba mambo makuu haya mawili, kwa sababu milango ya pepo imefunguliwa. Hakikisha unamlilia Allah sana kuhusiana na pepo. Kwa sababu milango ya moto imefungwa, hakikisha unamlilia sana Allah tabaraka wa taala kukinge kutokana na adhabu za moto. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam yakuyataja mambo haya. Lakini pia kwa shaitani anatajwa amefungwa. Mashaitani wanafungwa vipi katika mwezi wa Ramadhani? Ikhtilaf kubwa baina ahlul ilm. Wako wanaosema kuna maeneo maalumu yanafungwa mashaitani, wako waliosema mashaitani hayafungwi kama ambavyo yanafungwa mtu jela. Kufungwa kwa shetani
ni kuzuia majari shaitani fi jasadi al-insani, ni kuzuia mapito ya shetani katika mwili wa mwanadamu. Yani mtu anayefunga kweli kweli, mfungaji wa sawasawa, yamna'u majari ya shaitani, anazuia nguvu ya mapito ya shetani katika mwili wake, kwa sababu shetani, inna shaitana yajri min ibni adam majra dam, hakadha jaat riwayat. Mafunzo yanasema shetani ana power ya kupita katika veins za blood katika mwili wako, kwa sababu wakati binadamu, yani mtu wa mwanzo anaumbwa, Adam, ile frame yake iliumbwa kabla ya kupuliziwa roho, ilikuwa imekaa pale na Ibilisi yuko. Kwa hiyo anaijua nje ndani, anaijua nje ndani, vipi anaingiwa huyu, vipi anashawishiwa huyu, na Allah kampa uwezo huo. Yupo analiona lile frame toka skeleton iko pale, frame ikatiwa mwili ukaundwa na hivi na hivi. Allah ndio akawaambia, fa idha sawaituhu, nitakapoliweka sawa dude hili, wa nafakhtu fihi min ruhi, na nikalipulizia roho, likawa sasa linasema, linakwenda, linapumua, faqa'u lahu sajidin, itabidi mporomoke kulisujudia dude hili. Sasa Iblis, shaitan, majini hawa wanajua vipi mwanadamu anaingiwa, na Allah kawapa power hiyo. Sasa ukiwa umefunga, maana yake umezuia zile wasawisi za shaitani kukushawishi wewe kufikiria mambo machafu, kufanya vitendo viovu. Yani mfungaji wa kweli kweli yuko hivyo. Bimaana kama mtu hajafunga, bado ile power ya shaitani iko na nguvu kwake kwa ajili ya kumpotosha, kumuingiza katika madhambi. Na wakasema kama ingelikuwa mashaitani hufungwa mapingu kwenye majela huko, wasingepatikana Waislamu wanaokula mchana wa Ramadhani, wasingepatikana Waislamu ambao hawaswali mchana wa Ramadhani. Wanapotoshwa na nani hawa? Bila shaka mishetani imo mitaani nazunguka. Na hivyo hivyo wafungaji wapo, wamefunga, wameamka na funga, wanasema wenyewe, lakini wanafanya mambo maovu kama hivyo, kusema uongo, kufanya hivi, kufanya vile. Sasa nani anayewashawishi hawa kuyafanya hayo? Bila shaka mashetani yamo yanazunguka humo katika mitaa, lakini makusudio ya kwamba shetani huzungukwa, yani hufungwa, ni kwamba zile njia za shetani kuingia katika mwili wa mwanadamu zinakuwa zimeblokiwa, ikiwa mfungaji anailinda ile funga kisawasawa. Allah anampa nguvu hiyo. Sasa ataweza vipi mwanadamu kuilinda funga yake iwe na thamani? Tumetangulia kutaja katika hadithi iliyopita kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man lam yada' qawla az-zur wal amala bih falaysa lillahi haja ala an yada'a ta'amahu wa sharabahu, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, mtu ambaye hajaacha mijitabia ya kusema sema uongo na vitendo vya uongo, vitendo viovu, Allah hana haja na huyu mtu kuacha chakula chake na kinywaji chake, bora akale, asijieke na njaa bure. Imekuja katika riwaya, rubba saimin laysa lahu hadhun min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Haya maneno ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema huenda wakapatikana wafungaji, rubba saimin, wako baadhi ya wafungaji, laysa lahu hadhun min siyamihi, hapati lolote katika funga yake aliyofunga, illa al-ju' wal 'atash, isipokuwa ile njaa na kiu, ndiyo malipo yake, ndo alichokipata. Alikaa na njaa tupu, alikaa na kiu kali, lakini mbele ya Allah hana ujira. Kwa nini ifikie hivyo? Tabia watu kujikontrol ni jambo muhimu sana, na hapa panazungumzwa mtu kuweza kukontrol jamii badanihi, mwili wake wote akaweza kuukontrol, usiingie katika mambo ya kuibatilisha funga yake. Macho kutazama viovu, masikio kusikiliza maovu, mdomo kusema maovu, viungo alimradi kufanya maovu. Mtu akaweza kujibalance, akaweza kuuzuia moyo wake kutokana na tamanio analolitamani, lakini sheria imekataza. Tamanio analolitamani, lakini sheria imekataza, akaweza kuyafanya hayo. Kiufupi, haya ndio yanaitwa tabia njema, kudhihirisha mazuri matupu
katika wakati wa funga, ili funga imletee mtu natija. Na ikitokezea ameteleza kibinadamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam ashatuelekeza haraka sana, wa atbi'i as-sayyi'ata alhasanata tamhuha. Ukijigundua umeteleza, umefanya kosa, haraka sana fuatilizia kulifanya jambo jema. Lile jambo jema litafuta lile kosa lako, kwa sababu binadamu hamna mkamilifu, hakuna mkamilifu. Anaweza mtu akalifanya kosa bila ya kukusudia, lakini kwa sababu ye anajielewa mimi position yangu ni ipi, basi akakimbilia haraka kulifanya jambo jema kwa ajili ya kufuta kosa lile. Anasema kwa kuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani inafunguliwa milango ya pepo, kwa kuwa ndani ya Ramadhani inafunguliwa milango ya pepo. Tukaeni hapa sasa, wakati wewe mfungaji umo ndani ya Ramadhani na unataka ule mlango wa pepo uliofunguliwa upate, badala ya hizo dua unazoziomba, jambo kubwa litakalokusaidia, jambo kubwa litakalokusaidia, sikiza Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith maruf ambayo ni sahih, anasema ana zaimun bibaitin fi rabdhi aljanna liman taraka almiraa wa in kana muhiqa. Mimi Mtume, mimi ninamdhamini pepo mtu katika tabaka la chini la pepo. Pepo daraja zake ni kwenda juu. Ukisikia milango ya pepo au mtu ananyanyuliwa daraja, ni kwenda juu. Na moto tabaka zake ni kwenda chini. Ukisikia milango ya moto ni kwenda chini, huko chini, baada ya chini ndio unakwisha mlango wa kwanza, inakwenda chini tena, unakwisha mlango wa pili, chini huko asfal safilin, huko kuna wengine watakwenda huko. Sasa asema mimi nitamdhamini pepo mtu ya tabaka la chini, yule mwenye tabia za kuacha masahara, kutaniana ovyo ovyo, hata kama ana haki, anasema ukweli kwenye yale masahara anayoyafanya, yana ukweli ndani yake, lakini kwa sababu masahara na mzaha mara nyingi husababisha uchochezi katika maneno, na shetani tumetangulia kutaja, Allah anasema wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Sasa wewe umefunga, halafu baadaye unakithirisha masahara, hata kama yale masahara, yani kumtania mtu, sijui mnaelewa lugha hiyo huko. Taib, unataniana naye hata kama ni ana ukweli ndani yake. Kuna baadhi ya ukweli unauma hata kama mtu anakuchekea. Kuna baadhi ya ukweli unamwambia mtu, we nawe huachi, ushamwambia ukweli, mnachekeana pale kwa sababu mna tabia za kuchekeana, lakini ishamkaa katika moyo wake, naye anasubiri siku ya kukulipizia hilo ulilompiga leo, hakwambii tu. Sasa ile shetani ana take advantage kwa masahara yale uliyotumia wewe, anatia uadui kwenye moyo wake yule, tahamaki, panazalika mambo. Siku atakaye kuja kulipiza, hatujui atalipiza vipi. Hujui masahara atakufanyia mbele ya watu gani. Pengine wewe hupendi kufanyiwa masahara mbele ya watu kadhaa, mbele ya watu fulani, yeye ndo anakuja kukufanyia pale, na wewe unaona amenitia aibu leo, kumbe mnataniana wewe na yeye. Ndio maana Mtume swalla salam akasema hata kama ni masahara ya ukweli, mtu akijitahidi kujiacha na kuyaepuka, huyu mtu mimi namdhamini pepo. Maanake hiyo tabia hiyo kibinadamu ni ngumu sana kuachika. Watu hupenda sana mambo ya masahara, lakini ndani yake yani mipaka yake isipodhibitiwa yanaweza kuwafikisha watu pahala pabaya. Jambo la kwanza, wa bibaitin fi wasati aljanna liman taraka alkadhib wa in kana maziha. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, na nitamdhamini mtu pepo kati na kati ya pepo, yani milango ile ya kati na kati, kwa mtu atakayeacha uongo hata kama anafanya masahara, hata kama anafanya masahara kwenye ule uongo, anatania, si mkweli lakini ni uongo, usitanie. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, mtu akijiepusha na tabia hiyo, mimi namdhamini pepo. La mwisho, wa bibaitin fi a'la aljanna liman hasuna khuluquhu,
na mimi nitamdhamini pepo mtu a'la aljanna, pepo ya juu Firdaus, ambayo hiyo ni pepo ya manabii na pepo ya waja wema mbalimbali, ambao masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, pepo ya mashuhada, pepo kubwa hiyo. Liman hasuna khuluquhu, kwa yule ambaye tabia zake zitakuwa nzuri, si kwenye miraa, kurushiana maneno ya ovyo ovyo, si kwenye kadhib, si kwenye kutoa uongo, si kwenye hili, si kwenye lile, tabia zilizokuwa nzuri. Na nimetangulia kutaja tabia nzuri ni uwanja mpana, hautoshi kabisa muhadhara mmoja kufafanua tabia nzuri. Inatosha wewe kuelewa ya kwamba kila tabaka la maisha yako lina tabia zake nzuri. Kama una mume, kuna tabia zake nzuri. Kama una wazee wako wako hai, kuna tabia zake nzuri. Kama una watoto, kuna tabia nzuri za kuishi na watoto. Kama una majirani, kuna tabia nzuri za kuishi na majirani. Kama unasafiri, upo kwenye ndege, upo kwenye meli, upo kwenye bus, upo kwenye nini, kuna tabia nzuri ulizotakiwa kumfanyia yule uliyekaa naye pembeni hapa. Waljari dhil qurba waljari aljunub wasahibi biljamb. Yani kila pahala Uislamu umezungumza tabia zake. Leo nataka tuonyeshe tu umuhimu wa mtu kujipamba na tabia njema, na hili jambo ni sababu ya wepesi ya kukupatia pepo na nafasi nzuri, hususan ndani ya hii Ramadhani, kwa sababu hii funga yenyewe inapambika na tabia njema na inaharibika mara moja mtu akiharibu tabia hususan. Kwa hivyo kuna pepo ya daraja kubwa, ewe dadangu, ewe mamangu wa Kiislamu, ikiwa utajaribu kujipamba na tabia zilizokuwa nzuri, ukaweza kukontrol mdomo wako usitamke chochote, macho yako yasitazame chochote, utupu wako asiuone yoyote zaidi ya mume wako, mwili wako kwa ujumla ukauhifadhi, asienjoy mtu yoyote kukutazama wewe mwanamke wa Kiislamu akawa ana enjoy zaidi ya mume wako, zaidi ya mume wako. Hakadha amara Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allah wa qul lilmu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Katika tabia nzuri waambie wanawake waumini, yaghdudna min absarihin, wakitembea wainamishe macho chini, au hata kama uko nyumbani unaangalia kwenye simu yako, hakikisha huangalii machafu. Ndio maana yake, hakikisha huangalii machafu, wala huna sababu ya kujitetea, huna sababu. Kama walivyoamrishwa wanaume na wanawake hivyo hivyo, inamisha macho chini kwenye kuangalia machafu. Wayahfadhna furujahunna, na wahifadhi tupu zao. Hizo ndo tabia nzuri zinatakiwa kuwa nazo. Wala yubidina zinatahunna, wala wasidhihirishe mapambo yao. Mapambo ya mwanamke wa Kiislamu hayatakiwi kuonekana ovyo ovyo, illa ma dhahara minha, isipokuwa kile kitakachodhihiri chenyewe bila ya kukusudia. Umevaa sijui kitu gani katika mapambo katika mwili wako, unatembea njiani, umekuja upepo umepiga, nguo zako zimeinuka, watu wameona, hiyo ni bahati mbaya, inasemwa, si makusudi. Alaykum salam. Au hata kama unatembea njiani na umevaa vizuri, umejistiri, upepo ukakupiga, nguo zikaganda kwenye mwili wako, shepu ya mwili wako ikajichora ikaonekana, hiyo hupatilizwi na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hiyo ni katika yale ambayo madhahara minha, yamedhihiri yenyewe. Lakini kwa kukusudia mtu akavaa nguo ya kuonyesha maungo yake yalivyo, hizi ni katika tabia mbaya sana, ni katika tabia mbaya sana. Na hii haijalishi mtu yuko mbele ya wanawake wenziwe au yuko mbele ya wanaume, kuhifadhi maungo yake, shepu yake, uzuri wake, hili ni jambo ambalo matulubun fi shar, hususan katika zama zetu, zama ambazo husda zimekithiri. Huwezi kujua wewe mwanamke mwenzio atakutizama kwa jicho gani juu ya kile kizuri unachojaribu wewe kuringisha pale na kutamba nacho mbele yake. Huwezi kujua. Kuna mwingine ana kifua kidogo, anatamani kifua kikubwa, na wewe ndo unampitia pale, unayaachia hivi. Sasa yeye pale hutazama kwa jicho la kuhusudu, hutazama kwa jicho la kuhusudu, hata kama hajasema, lakini atizama, ndo anajidai kwa kuwa na makubwa, ndo anaringishia. Tahamaki, ugonjwa unaanza kudhoofu, unaanza kukonda, hujijui sababu ni nini, kumbe uliwatambia wanawake wenzio tu.
uliwatambia tu. Wahakadha kwenye miili, kwenye shepu, wanawake hutofautiana kwenye shepu za maungo yao. Hivyo hivyo, kuna mwingine anatamani awe na hicho ulicho nacho wewe, ye hana. Sasa anaweza kukutazama kwa jicho la husda, asiseme masha Allah, tahamaki unaanza kukonda, mnahangaika mahospitalini, we ugonjwa hauonekani, kumbe adui njirani ambaye ulimwalika aje iftari au ulimwalika harusi, lakini we ukaona hapa hapa harusini, wacha nimpingishie kidogo, ndo hayo akakudhuru. Haya yote ni katika tabia nzuri, ni kujihifadhi na ni kuwalea mabinti zetu wahisi haya hata mbele ya wanawake wenzi wao, kwa sababu hii tabia iko. Utaona mwanamke amekaa na wanawake wenziwe, ametoa kifaa chake cha kunyonyeshea, ananyonyesha tu wala hajali, ananyonyesha tu wala hajali. Pana wanawake wenziwe pale, anasema kwa vile wanawake wenzangu hawa hakuna tatizo. Tatizo lipo, kwa sababu kuanzia kwenye shingo kuja chini hapa, huo ni uchi mkubwa kwa mwanamke. Kuanzia shingoni hapa kuteremka chini mpaka kwenye miundi hapa, kwenye magoti chini kuja miundi, huo ni uchi mkubwa kwa mwanamke. Hata wanawake wenziwe hawatakiwi kunufaika na kuona yale ya pale. Ama kutoka hapa kuja juu huku, wanawake wenziwe wanaweza kuona akajiachia hivi, kakaa labda hajafunika nywele hivi mbele ya wanawake wenziwe, kutoka hapa kuja juu, hiyo pia angalau kidogo. Na pia akijiona kwamba nywele zake ni tofauti na wengi ambao wamemzunguka, pia ajitahidi kuzihifadhi, kwa sababu ya hizo husda ambazo tunazizungumza. Anaweza katazama kwa hicho. Sasa huyo ni upande. Kwa hivyo tabia inategemea uko wapi, umekaa na nani. Kila mtu, kila tabaka lina tabia zake muhimu. Ujumla wa tabia nzuri, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema amedhamini pepo ya hali ya juu. Na akaulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, an akthari ma yudkhilu an-nasa aljanna, kutokana na jambo gani watu wataingia sana peponi? Hii Ramadhani hii Mtume anasema milango ya pepo imefunguliwa. Sasa jambo lipi litawaingiza watu sana peponi? Faqala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mambo mawili. Taqwallahi, kwanza ni kumcha Mungu, kumwogopa Allah popote ulipo pale. Hakikisha unadhihirisha hofu ya Allah, usifanye madhambi kwa sababu uko peke yako. Wa husnul khuluq, na kuwa na tabia nzuri, kuwa na tabia njema. Mambo haya mawili ndiyo mambo yatakayowapeleka watu sana katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukae tukijua kwamba mapenzi ya Allah yanaanguka kwa wale waja ambao watakuwa na tabia nzuri kuliko wenzi wao. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa, man ahabbu ibadillahi ila Allah, ni mja yupi katika sisi anayependeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Qala ahsanuhum khuluqa, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema ni yule mwenye tabia nzuri kuliko watu wote. Kadhalika tabia nzuri ni sababu ya mapenzi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kumpenda Muislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna ahabbakum ilayya, hakika mtu anayependeza zaidi kwangu mimi miongoni mwenu nyinyi Waislamu, wa aqrabakum minni majlisa, na huyo ndo atakuwa karibu zaidi, atakaa na mimi siku ya Kiyama. Yauma alqiyama atakuwa karibu na mimi, na watu wote wanatafuta fursa hiyo kwa karibu na Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya Kiyama. Basi Mtume anatoa hiyo ofa, anasema ahasinuhum akhlaqa, ni yule mwenye matabia mazuri kuliko watu wote. Huyo ndo ninampenda, na huyo ndiye atakayekuwa na ukaribu na mimi siku ya Kiyama. Tabia nzuri kwanza zitakulindia funga yako, kisha zitakuletea faida zote hizi. Na miongoni mwa faida kubwa, wakati matendo yanapimwa siku ya Kiyama, mtu akiwa anajipamba na tabia nzuri, ana control zile tabia zake ziwe tabia nzuri, kitendo hicho peke yake, thamani yake kikiwekwa kwenye mizani ya kupimia amali, hakuna kitu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja katika hadithi, ma min shay'in athqal fil mizani min husnil khuluq, hakuna kitu ambacho kitakuwa ni kizito zaidi katika mizani kuliko tabia nzuri. Tabia nzuri, macho yatumie vizuri, mdomo utumie vizuri, hakadha masikio yatumie vizuri, viungo vyako vitumie vizuri. Hujasikia wewe? Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema,
la yadkhulu ljannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqa, haingii peponi wala hatonusa harufu ya pepo mtu ambaye jirani yake hatopata salama ya shari zake alizonazo. Yani akiwa anamuonyesha tabia mbaya jirani yake. Wewe una jirani yako, lakini wewe una television ndani huko, unaweka masauti makubwa na ashakwambia unankera jirani. Nyumba za Uswahilini unajua hata zimekaliana hivi na hivi. Haya, unankera jirani, wewe husikii. Wallahi ni jambo zito. Haya, nyumba zetu za Kiswahilini hizi, mara mtu anamwaga maji mlango wake wa mbele, sio yanapita kwa jirani hivi mbele hivi, na anayemwaga na jirani anasema, lakini hasikii wala hatafuti njia yote control, na anamkera kwenye hili na kwenye lile. Hiyo ni tabia mbaya, kumlinganisha tabia na jirani yake. Mtume SAW anasema kwa kosa hilo huyu mtu hendi peponi. Hebu niambie wewe, vipi uzito wa jambo la mtu kujipamba na tabia nzuri kwenye masala kama hayo, kwa mfano ya ujirani mwema. Kwa hivyo katika kumalizia haya mazungumzo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema innal mu'mina, hakika mu'min muislamu, bihusni khuluqihi, kwa sababu ya uzuri wa tabia zake, darajati qaimi llaili saimi nahar, anapata daraja za mtu mwenye kusimama usiku kuswali na mtu mwenye kufunga mchana. Yani watu wanafunga mchana hawana tabia nzuri, watu wanasimama usiku wanaswali hawana tabia nzuri. Mwenye kujipamba na tabia nzuri, watu wanafurahia uwepo wake. Mtume ameamrisha khaliqin nasa bi khuluqin hasan, ishi na watu, changanyika na watu kwa tabia nzuri. Haijalishi ni dhahiri wala haijalishi kwenye mitandao. Kwenye mitandao huko watu wanachambana kweli kweli kwenye makomenti huko, na mtu anaona kama inapita bure. Haipiti bure. Kama unapita kwenye video za watu na ukaacha maneno pale yakabaki, ujijue kwamba ukifa maneno yale bado yapo. Hakuna mtu atakayekwenda kuifuta komenti yako uliyomchamba mtu, ukamshushua mtu, ukamtolea maneno mabaya. Hili jambo lijulikane vizuri kabisa. Hayapotei haya. Mu'min ananyanyuliwa daraja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kila anavyojipamba na tabia nzuri. Yani kwa lugha nyepesi, ye jitahidi kuwa watu wakijifanya wanaendelea sana, we jitahidi kwamba mimi mshamba sijaendelea bado. Kwa sababu kila maendeleo yanavyokuja ndo unaona tabia njema zinapungua. Kila maendeleo yanavyokuja ndivyo tabia njema zinapungua. Waliokuweko zamani hakuna ma TikTok na mambo mengine, ilikuwa angalau wamestirika na kujianika uchi kwenye mitandao. Lakini leo hii mtu yupo Kenya, uchi wake unajulikana Tanzania, unajulikana Zimbabwe, unajulikana Marekani, kwa sababu watu wanamuona kwenye akaunti yake ya TikTok anajiweka uchi pale, binti wa Kiislamu. Sasa kabla ya maendeleo ya mitandao, dhambi hiyo ilikuwa haipo, lakini sasa ndo ipo. Kwa hivyo kila maendeleo yakija na madhambi yanazidi kukithiri. Kila maendeleo. Sasa wewe waambie watu endeleeni nyinyi, mimi niacheni hivi, mimi sijaendelea. Bora tu nipate salama yangu mbele ya Mola wangu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu dunia ni mapito. Baada ya muda mchache mwanadamu ataondoka duniani, na ukiondoka duniani my friend, ukiondoka duniani jua kwamba baada ya siku moja au mbili watu wanaendelea na habari zao, wanakusahau. Kwani tushazika watu wangapi hapa na hatukumbuki tena kwamba walikuwepo? Inabakia story tu. Hatukai tukasema angekuweko fulani hapa, jambo hili lingekwenda. Ndo kashaenda, watu wanaendeleza mambo yao. Watu wanapika, wanakula, wanaolewa, wengine wamefiliwa na waume zao, mababa wa watoto wao, na washaolewa na wanaume wengine washasahau kama mume alipita huko nyuma. Ukanambia kuna jambo jingine zaidi ya hilo kubwa? Ukanambia kuna kubwa jingine zaidi ya hilo? Sasa udanganyike nani na dunia hii? Mwanamume ambaye ulianza naye maisha, ukazaa naye, ukahivi ushamsahau. Sasa hivi uko na mwanamume mwingine, unamtamkia maneno, unamwambia sijawahi kuona mwanamume kuhusu hii. Una haya wewe? Anasema sijawahi kuona mwanamume, hakuna mwanamume kuhusu wewe. Una haya wewe? Wahakadha. Kwa hivyo dunia tu hii inapita. Anaondoka huyu, anakuja huyu, maisha yanakwenda. Usivamie dunia ya watu ikakuharibia utu wako, na mbele ya Allah tabaraka wa taala ukakosa thamani kubwa sana. Nimalizie kusema kwamba taka nimalize hapa, alafu tuache muda insha Allah wa kuulizana maswali kama yapo. Kama hakuna insha Allah
tukimbilie katika majukumu mengine. Hadithi hii ya Mtume SAW ndio itatufungia mazungumzo yetu kuhusiana na uzuri na mwanamke kujipamba na tabia njema. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi sahihi aliyotoa al-Imam al-Albani katika sahihi yake silsilatu sahiha, anasema hadithi nambari 1047, asema thalathun min as-saada wa thalathun min ash-shaqawa, kuna mambo matatu ni katika mambo mazuri ya kufurahisha na furaha, na kuna mambo matatu ni katika mambo mabaya maovu ya kuchukiza. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa min as-saada, katika mambo matatu mazuri yenye kufurahisha, almar'atu taraha tu'jibuk, wanaambiwa wanaume ni yule mwanamke ambaye ukimuona anakufurahisha. Tunaulizana swali hapa, hivi kweli mwanamke mwenye tabia mbaya akionekana anafurahisha kweli? Furahishi. Labda iwe huyu mwanamme naye hivyo hivyo alivyo huyu mwanamke ndo atamfurahia, kwa sababu alkhabithatu lilkhabithina walkhabithuna lilkhabithat, ndivyo Mwenyezi Mungu alivyosema. Wanawake makhabithi wenye tabia mbaya watakuwa wanaendana sambamba na wanaume makhabithi wenye tabia mbaya. Wattayibatu littayibin wattayibuna littayibat, na wanawake wenye tabia nzuri wema basi wanaendana kabisa kabisa na wanaume wema. Kwa hivyo haiwezekani uwe wewe, yani mwanamume awe mwema, anaijua dini, anapenda tabia nzuri, halafu amridhie, amfurahie mwanamke mwenye tabia mbaya. Haiwezekani abadan, hatomfurahia. Kwa hiyo ajichunge sana mwanamke wa Kiislamu kuwa katika magurupu ya wanawake ambao waume zao wakiwaona hawafurahii kwa sababu ya tabia zao, midomo sana, si watiifu kwa waume zao na kadhalika. Sitoyataja yote haya mambo matatu, nataka hichi kipengele cha huyu mwanamke ambaye anamfurahisha mume wake kwa ajili ya kudhibiti huu muda. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema wa minashaqawa, katika mambo maovu mabaya yenye kuchukiza, almar'atu taraha fatasuuk, mwanamke ambaye ukimuona tu anakukasirisha, anakuchukiza. Sasa kitu ambacho nataka ukizingatie hapa, Mtume sallallahu alaihi wasallam kataja mambo mengi huku mbele ya furaha na ya kuchukiza. Mbona hili jambo la mwanamke asiliweke mwisho kwenye mambo ya kufurahisha na kwenye mambo ya kuchukiza ndo alitaje mwanzo? Yani akitaka kutaja mambo mema mazuri ya furaha, aanze kusema mwanamke mzuri ukimuona tu unamfurahia, na kwenye mabaya aanze kumtaja mwanamke mbaya. Hii ni kuonyesha kwamba uzuri wa tabia ya mwanamke ni kitu kinachomata sana katika sheria. Ndiyo jambo la mwanzo la kuleta furaha, na ndiyo jambo la mwanzo la kuleta nuksi na mabalaa na tafurani katika nyumba na familia za Waislamu. Kwa hivyo tunasema almar'atu madrasa, mwanamke ni madrasa tosha. Lau kama atalelewa, atafunzwa, akawa na tabia za Kiislamu, ni madrasa tosha ya kutulelea watoto tukawa na kizazi chema, na hata kumbadilisha mume muovu akawa ni mwanamume mwema, kwa sababu mwanamke ndo anayekaa na watoto muda mrefu. Ikiachiwa madrasa hii ikazorota, ikavurugika, haina tabia, kwanza mume atakayeoa mwanamke huyu tunakwenda kumtesa, tunakwenda kumshughulisha, tunampa mzigo mzito wa kwenda kupambana nao. Halafu watoto watakaozaliwa tusitegemee tutapata watoto wa jamii bora kwa mama huyu, kwa sababu mama mwenyewe amepinda katika tabia. Lakini tukimwandaa mapema, kwanza tutamsaidia mume anakwenda kupata raha katika ndoa yake, akimuona tu mke wake amefurahi. Lakini kinyume chake vile vile watoto wanaokuja pale wanakuja kuwa watoto wema katika jamii njema. Kwa hivyo hapa tumejitahidi leo insha Allah kuzungumziana kuhusiana na umuhimu wa kujipamba na tabia njema, lakini tusisahau ya kwamba mazungumzo yetu hasatan kuyaegemeza katika huu mwezi wa Ramadhani, kuwa mwezi wa Ramadhani funga ili ipambike, lazima tabia njema mtu ajipambe nazo. Na kwa sababu ndani ya mwezi wa Ramadhani huu milango ya pepo imefunguliwa, na Mtume kasema watu kitakachopeleka peponi sana ni tabia zao njema. Ndio maana tumeona tuhusiane sana 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 katika jambo hili kwenye muhadhara huu. Tumuombeni Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
ممكن إن شاء الله إذا كانت موجودة. Sasa inshallah tunatoa fursa ya maswali kama yapo yanakaribishwa. Kama uko na swali ambalo linaendana na muhadhara wa leo ama pia iko nje ya maudhui, unaweza ukapitisha inshallah. Naam. Wa alaykum assalam. Anauliza dada yetu kwamba imetokezea mwanamke wa Kiislamu amekosana na mume wake na alhamdulillah akanasihiwa au akasikiza mauidha, akajirudi nafsi yake, sasa anataka kurekebisha baina yake na mume wake. Kwanza hilo ndio jambo linalotakiwa na ndio jambo la kheri. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wasulhu khairun, kufanya sulhu ni jambo bora zaidi, na inawezekana kabisa kabisa funga za watu zikawa hazipandi juu, hazikubaliki kwa wale ambao bado hawajapatana, wamegombana, hususan ikiwa mtu na mzazi wake. Hiyo ndo mbaya zaidi, kama haelewani na mzee wake. Sasa ni jambo zuri na ni jambo jema ikiwa mtu atataka kupatana mume, lakini sasa imetokezea amekwenda kugonga mlango kule aliko yule mwenzi wake, lakini hakumfungulia. Sasa je, afanyeje? Al-amru al-awwal, jambo la kwanza, mtu hataki kukata tamaa kwenye njia za kheri, na mtu yote usimkatie tamaa madhali bado yuko hai. Madhali bado yuko hai usikate tamaa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema waqul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, nyinyi fanyeni. Yani wewe jukumu lako ni kufanya ule wema ambao unakustahiki wewe. Mimi natakiwa nirudishe mapatano baina yangu na mwenzangu, tuondoshe huu ugomvi. Kwa hivyo wewe fanya juhudi yako kwa kiasi cha uwezo wako. Fasayara Allahu amalakum, Allah anaona, wa rasuluhu, na kipindi mtume yuko hai anaona, wal mu'minun, na hata waumini wenzio wote wanaona kwamba umefanya ile juhudi. Na Allah anasema fattaqullaha mastata'tum, nyinyi jitahidini kumcha Allah kadiri mwezavyo. Kwa hivyo ukifanikiwa katika ile njia usikate tamaa. Usikate tamaa kwamba leo haijawezekana kwa hivyo ndo siendi tena. La taqnatu min rahmatillah, usikate tamaa. Kesho unaweza ukaenda tena, au unaweza ukatumia njia nyingine mbadala, kuwatuma watu ambao unahisi hawa anaweza kuwasikiliza. Labda unawajua marafiki zake wa karibu, ndugu zake, wa hakadha wazee wake, unahisi kwamba huyu anaweza kuwasikiliza. Tumia njia nyingine mbadala mpaka ifikie pahala kwamba haiwezekani, mmoja ametangulia, hayo ni masuala mengine. Kwa hivyo ni wajibu wako wewe, fanya kile kinachokulazimu, itafute ile sulhu, lakini kikubwa zaidi ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah tabaraka wa ta'ala ndiye mwenye kugeuza nyoyo. Ndiye mwenye kugeuza nyoyo, huwa muqallibul qulub, yeye ndiye mwenye kuzigeuza nyoyo. Na yeye anasema subhanahu wa ta'ala, wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Yeye Allah ndo aliziunganisha nyoyo za maswahaba wa mtume. Lau mtume angelifanya juhudi ya kutumia mapesa mengi ili aziunganishe nyoyo za wale maswahaba wake, asingeliweza kuziunganisha. Kwa hivyo kama ni hivyo, hata moyo wa mke na mume ambazo zimetengana, Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo mkubwa wa kuziunganisha nyoyo zile. Si pesa wala si hichi wala si kile. Kwa hivyo wakati juhudi unazifanya usichoke, lakini dua ni kitu muhimu sana. Iwe ndo silaha yako hasa inayokuongoza katika hili jambo, kwamba Allah tabaraka wa taala alainishe ule moyo, na inshallah Mwenyezi Mungu atajalia mambo yatakaa vizuri, yatakuwa sawa sawa inshallah. Kuna mengi anamwahidi mtoto kama kitu na mdanga nafasi
Tayib, anauliza mama au mzazi, ikiwa amemwahidi mtoto wake kwamba atamnunulia kitu fulani, halafu asimnunulie, je, hilo litakuwa limeharibu funga yake au halikuharibu funga yake? Itategemea kwenye mazingira gani? Itategemea kwenye mazingira gani? Kwa sababu kuna baadhi ya hali inabidi mzazi aende na mtoto wake kwa mujibu wa mazingira yalivyo. Mtoto anaamini ya kwamba mzee wangu mimi anaweza kufanya chochote, na ndio maana utaona watoto inaweza ikanapita ndege juu hivi, anawaambia wenzake ndege ya baba ile, wakati babake hana tabaskeli, lakini anawaambia kwa sababu anaamini kwamba mimi baba yangu ndio kila kitu, anaambia ndege ya baba ile, ndege ya baba, ndege ya baba, ndege ya baba. Kwa hivyo mzazi inawezekana ikawa uwezo anao wa kutekeleza kile ambacho amemwahidi yule mtoto. Ikiwa hakutekeleza kile ambacho amemwahidi yule mtoto, hii dhima ipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya kule kumtumainisha yule mtoto, na uwezo anao. Hiki ndio kidhibiti. Lakini kuna mwingine hana uwezo, imebidi afanye vile kwa maslahi fulani. Mtoto hataki kuacha kitu fulani, akamwambia kama hujaacha hilo sikununulii baskeli mie, wakati yeye mwenyewe hana uwezo wa kufanya hivyo. Ukiacha kufanya hivyo nitakununulia baskeli, au ukifanya jambo fulani nitakununulia kitu fulani, kitu kadha 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 kadha. Naye anajua kwamba mimi kile kitu sina, lakini afanya tauria labda hivi katika kumhimiza yule mtoto. Hii masala ni nyingine, Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akamsamehe mzazi yule. Ama kuwa masala hii itaharibu funga au haiharibu funga, wallahu aalam, lakini hii si katika masala yenye kuharibu funga, kwa sababu katika mlango wa tarbia au mlango wa haki za mke na mume, kuna baadhi ya mazingira imeruhusiwa mtu kutamka maneno si ya kweli, katika mlango wa malezi na katika mlango wa labda kupatanisha watu wamegombana, au katika mlango wa mke na mume, labda mume ana bibi zaidi ya mmoja, kuna jambo lishabuma lishaleta tafrani katika ndoa, ikabidi abie chenga kidogo hivi, wa hakadha. Kuna mazingira mtu ameruhusiwa kutamka maneno ili kuficha na kuzima situation fulani, mpaka baadaye insha Allah aje aweke sawa mazingira. Inakuwa hii sio kesi ya kuharibu funga, inategemea na mazingira yalivyo. Almuhim kwamba mtu akiwa na uwezo wa kutekeleza lile jambo halafu hakumtekelezea mtoto, atapata dhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Anauliza dada yetu, imetokezea mwanamke mjamzito akaharibu mimba kabla ya mwezi wa Ramadhani kuingia. Kitambo Ramadhani inaingia, bado kuna uchafu unamtoka mwanamke yule. Je, damu ile inayoendelea kumtoka pale itahesabiwa kuwa ni katika damu zinazomzuia yeye kufunga au ana uwezo wa kufunga? Masala hii inategemea kwanza, mimba hii iliyoharibika ilikuwa ni ndani ya muda gani? Pana ikhtilafu baina ya wanavyuoni, ilikuwa ishatimiza miezi minne au haijatimiza miezi minne. Hiyo kesi ya kwanza. Mimba yenye miezi miwili, maana yake kiumbe bado hakijapuliziwa roho kilichomo tumboni. Ili kiumbe kipuliziwe roho kinakuwa kina miezi minne. Kwa hivyo wako baadhi ya wanavyuoni kwa mimba chini ya miezi minne wakachukulia ile damu yake Muislamu au mwanamke yule haitochukua siku 40 kama ya yule mwanamke ambaye ameangusha mimba ile asiqt, ameangusha mimba fauqa 4 ashhur, juu ya miezi minne. Kwa hivyo ikiwa hivyo, maana yake wanasema mwanamke yule atajisafisha na atafanya ibada zake kama kawaida chini ya miezi minne, ikiwa imedondoka mimba ile.
atajisafisha na atafanya ibada zake kama kawaida. Muhimu atakuwa anajisafisha kila kipindi cha swala na anaswali. Hiyo ipo kauli mbele ya wanavyuoni. Ama baada ya miezi minne ikidondoka mimba, halafu ukawa unatoka uchafu na inatoka ile damu, hapo sasa ndo inazingatiwa kiwango cha siku 40. Kiwango cha siku 40. Ikiwa damu ile bado inaendelea kutoka ndani ya siku 40, basi mwanamke huyu anahesabiwa anatoka damu ya nifasi, yani damu ya baada ya kuzaa. Damu ya nifasi, damu ya baada ya kuzaa ikikatika kabla ya siku 40, alhamdulillah, ndo ashasafika huyo. Atakoga, ataanza kufanya ibada na ataswali vile vile. Sisi tunaelewana vizuri. Kwa hivyo ikiwa chini ya miezi minne, mwanamke huyu anatakiwa ajisafishe, akoge, ajisafishe, aingie katika mwezi wa Ramadhani, afunge, aingie katika ibada ya swala, aswali. Muhimu kila kipindi cha swala anakwenda anajisafisha ile damu na anajifunga vizuri, anaingia kwenye ibada, anaswali. Hii ndio kauli ya usalama zaidi katika ibada yake mwanamke mbele ya wanavyuoni waliotofautiana. Na kinyume chake, wako wanavyuoni wengine waliosema kwamba hata huyu aliyoko chini ya miezi minne anaweza kusubiri zile siku 40, ingawa si kauli yenye nguvu, kwa sababu kabla ya miezi minne inakuwa kiumbe hakijapuliziwa roho, ile hukumu zake zinakuwa kidogo tofauti na baada ya miezi minne kiumbe baada ya kupuliziwa roho. Wallahu a'lam. Swali limeulizwa. Kuna maneno yanasemwa ya kwamba mtu akisoma suratul Ikhlas, yani qul huwallahu ahad, ni kana kwamba amesoma Qur'ani nzima. Je, maneno haya ni sawa au sio sawa? Aljawab, sio sawa. Imesemwa suratul Ikhlas ni thuluthi moja ya Qur'ani. Thuluthi maana yake nini? Thuluthi ni moja katika tatu. Kwa maana zile maudhu za Qur'ani kuu, zile maudhu za Qur'ani kuu, basi suratul Ikhlas imekusanya sehemu moja katika zile maudhui kuu, ambayo ni tauhid, namna ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ile sura imebeba ujumbe sehemu moja katika sehemu tatu za Qur'ani. Tunafahamiana? Ile maana yake, ule ujumbe uliopatikana katika suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ujumbe ule umebeba aya nyingi kwenye Qur'ani zimekuja na ujumbe huo wa kumpokesha Allah peke yake. Kwa hivyo ile sura ndogo imefupisha ile maudhu. Hii ndiyo maana ya kuambiwa ukisoma suratul Ikhlas ni kana kwamba umechukua thuluthi nzima ya Qur'an. Wala haimaanishi kwamba mtu akisoma qul huwallahu ahad ndio sawa sawa na mtu aliyosoma juzuu 9 huko. Haimaanishi hivyo. Tunafahamiana? Haya, nyingine hiyo inaongezwa hapo. Nasema inasemwa huko mtu akisoma mara 3 qul huwallahu kwenye swala anaandikia thawabu za kusoma Qur'ani nzima. Haya si maneno ya sawa sawa. Si maneno ya sawa sawa. Maneno ya sawa sawa ni kwamba mtu akisoma herufi moja ina thawabu ngapi? 10. Herufi moja. Hiyo ni sawa. Akisoma herufi 2 ina thawabu 20 wa hakadha. Lakini si kwamba eti akisoma mara 3 kwenye swala qul huwallahu ni sawa sawa. Haya ni mambo ambayo watu wanatunga tu. Idhafatan ila dhalik, jambo jingine limeuliziwa kwamba kuna tabia labda kama mtu anapokea mgeni nyumbani kwake, kabla ya mgeni kuingia ndani ya nyumba aanze kusoma suratul Fatiha, alhamdulillah rabbil alamin, kwenye kona za nyumba, aipulizie nyumba. Hii vipi hii? Hakuna mafundisho haya. Haya mafundisho hakuna. Qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas. Hakuna mafundisho hayo kwamba sheria ya Kiislamu imefundisha hivyo. Na lau kama Waislamu watafanya hiyo kitu ni dini,
watakuwa wanaingia katika hatari kubwa ya kuzusha jambo katika dini Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu kama anafanya kinga ya nyumba yake, hili ni jambo la kila siku. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema nyumba ambayo inasomwa suratul Baqara ndani yake, suratu Ali Imran, hii nyumba haikurubiwi na shetani. Hiyo ni kila siku. Kama huwezi kusoma mwenyewe, baadhi ya wanavyuoni wameruhusu kwamba unaweza angalau kuplay katika TV yako au simu yako, ukaweka ndani ya nyumba yako isikilikane suratul Baqara, suratu Ali Imran. Hiyo tayari ni kinga tosha. Usiku kabla ya kulala, wewe mwenyewe soma aya 2 za mwisho za suratul Baqara kuanzia amana ar-rasul kuja chini hivi. Hiyo ni kinga kwako wewe kuanzia usiku ule mpaka asubuhi. Hayo mambo yako, lakini usitengeneze au tusitengeneze mambo ambayo nje ya sheria. Kwa maana mgeni anakuja sasa, mgeni akija tufanyeni hivi. Hii tunaweza tukahesabika tumezidisha mambo katika dini, na sheria yetu imekamilika, haitaki kuongezwa mambo katika dini. Naam. Angalieni time, sasa hivi ni saa 6, kwa hiyo tuende na time. Tufunge hapa sawa ama? Mingi. Bado mga. Mawili. Basi tumalize. Nijibu kwa fupi inshallah. Hukumu ya wazazi kuweka posa. Kufanyaje? Kuweka posa. Kama vipi? Kupanga posa ndio vipi? Yaani mahari au kuweka posa. Nafikiri kupanga labda mchumba kutoka posa. Wazazi bila na kufahamu wazazi bila ya kwani hivyo sio? Hebu liweke mwisho ile jingine. Siku 2 tu. Tayeb. Anauliza dada yetu kwamba yeye ni mwanamke ambaye umri wake umekwenda sana, lakini mashaallah bado anapata ile ada yake ya kila mwezi kama wanavyopata wanawake. Kwa mujibu wa swali, kama nitakuwa nimelifahamu, sasa inakuja ile damu yake siku 2 tu, kisha inakata. Baada ya hapo anakuwa amekauka. Sasa je, kwa idadi hiyo ya uchache huo wa siku 2 kweli ndo akoge au asubiri angalau zifike 4-5 hivi ndo akoge? Kama nitakuwa nimelifahamu ile swali, itakuwa ni hivyo. Hedhi ni afya ya mwanamke na haina uchache katika sheria, ila inajadiliwa kwa wingi wake katika sheria. Hata kama uchache wake mwanamke atakuwa anapata siku 1 tu, hiyo ni hedhi, na ikimaliza anakoga. Yategemea na afya ya mwanamke ya uzazi ilivyo, kwa sababu hedhi ni afya ya uzazi kwa mwanamke. Kwa hivyo ikiwa anapata siku 2 hizo, amemaliza siku 2 hizo, anakoga, anaingia katika ibada, na hiyo ni neema. Amshukuru Mwenyezi Mungu sana, kwa sababu mume wake atamfaidi siku nyingi. Kuna wenziwe huko wanakaa siku 10, siku 15, unaelewa vizuri, na wengine wanaingia mara 2, anakaa siku 7, lakini ndani ya mwezi mmoja mara 2 anaingia. Kwa hivyo hii ni neema Allah amekupa, ile afya unaipata, ile damu chafu inatoka, halafu unarudi unakaa katika siku zako, mume wako anaendelea kunufaika na wewe siku nyingi. Sema alhamdulillah, ni khairi kubwa hiyo. Naam. Anauliza, ikiwa mtu mathalan amepata ajali, amevunjika mguu, sasa inakuwa tabu kwake yeye kusujudu, je, anaweza kuswali akiwa amekaa kwenye kiti? Aljawabu naam, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah haikalifishi, hailazimishi nafsi isipokuwa pale inapoweza. Kwa sasa hivi Allah anajua kwamba huyu kaumia mguu, hawezi kusujudu, kwa hivyo ataswali kwa kiasi cha uwezo wake. Mtume swalla salam alimwambia sahaba wake, swali qaima, swali kwa kusimama, fa in lam tastati', ikiwa huwezi kusimama, fa qa'ida, kaa kitako, fa in lam tastati', kama huwezi kukaa kitako, fajalisa, naam, fa ala jambik,
Huwezi kukaa kitako swali ukiwa umelalia ubavu wa kulia, wahakadha akamuelekeza zile taratibu, kwa maana inaonekana kwamba kuna hali mtu atakuwa huwezi, unaumwa na kiuno, una hivi una hivi. Kwa hivyo kuna kanuni katika Uislamu inasema almashaqqatu tajlibu taysir. Kila ikipatikana mashaka, yani tabu na uzito, yale mashaka ndio analeta nini? Uwepesi. Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikum al-usr. Allah anakutakieni wepesi, hakutakieni uzito. Kwa hivyo kwa ufupi, mtu kaumia, hawezi kuswali kwa kusimama, anakaa. Hawezi kusujudu, anakaa. Hawezi yani unaswali kwa mujibu wa wepesi ambao unaupata pahala pale. Huwezi kukaa unalala, lala. Muhimu uswali tu. Tumeelewana vizuri? Huwezi kutia udhu mwenyewe, watu watakutilisha. Muhimu utaswali swala muda wake ukifika. Tayari sio? Hili ndo lile la hiyo nini sio? Ngoja hili hili. Anauliza ukiamka kiamleni tena urudi uswali tena tahajjud. Mara mbili kuswali usiku sio? Anauliza swali lake dada yetu kwamba nini hukumu ya usiku mmoja mtu kuswali mara mbili. Mathalan ameswali baada ya salatu al-isha, ameswali qiyamul layl, mathalan tarawih, kisha baadaye kuamka tena usiku kuswali tahajjud. Hii ni ruhusa imewekwa katika sheria. Mtu anaweza kuswali swala za usiku muhimu ziwe ni rakaa mbili mbili, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, salatul layli mathna, swala za usiku ni rakaa mbili mbili. Fa idha khashiya ahadukum tulua al-fajr falyutir au salla wahida au kama jaa fi al-hadith. Aswali swala zake mbili mbili mpaka akihofia mmoja wenu kwamba alfajiri inachomoza, aswali swala moja, rakaa moja ya witri ili kuitirisha ule usiku. Kwa hivyo anaweza mtu akaswali kabla ya kulala kisha akaamka usiku akalala akaswali. Isipokuwa kama ataswali swala ya witri mwanzoni mwa usiku, yani witri ni ile rakaa ima moja au tatu au tano au tisa au 11 za kufunga ile qiyamul layl. Ikiwa ataswali hiyo kabla ya kulala, akiamka usiku kuswali, asije akaswali tena hiyo, ataswali zile mbili, kwa sababu hakuna mafundisho ya witri mbili katika usiku mmoja. Tunaelewana vizuri? Hii ni kauli ya wanavyuoni wengi, ingawa ipo kauli ya wanavyuoni wanaosema kwamba swala za usiku ni rakaa 8 tu na rakaa 3 za witri. Jumla hizo zinakuwa ni rakaa 11. Kwa nini? Kwa sababu Mama Aisha amesema hajawahi kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akizidisha ndani ya Ramadhani, nje ya Ramadhani zaidi ya rakaa 11. Imepokelewa riwaya hiyo na riwaya nyingine zimepokelewa masahaba walikuwa kiswali zaidi ya rakaa 20 wa hakadha. Ikhtilafu ipo kubwa, lakini inaonekana kwamba ni ruhusa ipo, mtu anaweza kuzidisha zaidi ya rakaa 11, kwa sababu wamesema wanavyuoni hili ni tukio aliloliona Mama Aisha kwenye nyumba yake, na Mtume alikuwa na wake zaidi ya mmoja. Kwa maana wanawake wengine wanasimulia wamemwona Mtume, vingine kadhalika masahaba wamefanya kuswali rakaa 20 wa hakadha. Kwa hivyo jawabu kwa ufupi, unaweza ukaswali ukalala ukaamka ukaendelea na rakaa mbili zako mpaka Allah atakapokuafikisha inshallah. Nani? Mzalama. Yani yule mtu ale ashibe au ni kile kidogo cha kufungulia? Alafu swali la pili, ama si swali kama ni maoni ama sijui ile for example nataka kuolewa mimi mtu wa kike. Mimi mwenzangu dadangu amekuja kuniambia usiolewe kwa kina Rasul, kuna majini, kuna nini. Je, ni hukumu gani? Yaani Mwenyezi Mungu anaweza ni madhambi ama ni shirki? Sijaelewa hivyo. Tayeb. Kwanza utanialika nije kuftari au nikujibu tu? Haya. Hao walikuwa ni wadhamini kidogo. Sasa turudi katika nini? Tayeb. Iftar imeitwa iftar kwa sababu ya kile kifunguzi cha kinywa ambacho mtu anakifungua. Ndio imeitwa iftar.
Tunaelewana vizuri? Hata Waarabu wanaita futur, chakula cha mwanzo cha asubuhi ambacho mtu atakula. Kwa maana hiyo, iftar inayokusudiwa hasa ni kumfunguza kinywa kitu cha mwanzo utakachokiingiza katika mdomo wake mtu aliyefunga, ikiwa ni tende, ikiwa ni maji, ikiwa ni kaimati, ikiwa ni amri, ikiwa ni chochote kitakachokuwa kile cha mwanzo ambacho wewe utafanikiwa kumfunguza, kwa sababu muda wote alikuwa amezuia. Kile cha mwanzo kile ndio kinachozungumzwa sana. Sasa ikija nyingine tena ya kumpa chakula akala akashiba baadaye, hiyo ni sadaka nyingine mbali. Lakini iftar ambayo imeahidiwa kwamba thawabu zake unaweza ukapata nusu ya funga ile aliyofunga yeye, ni kule kuwahi kumfunguza kinywa yule mtu pale. Tumeelewana vizuri? Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili ni kuhusiana na unataka kuolewa, akaja mtu akakwambia usiolewe katika nyumba ile kwa sababu ni watu wana majini, wanatumia hivi na hivi na hivi. Hii ina mitazamo miwili. Anachokwambia ni kweli au anachokwambia ni uongo. Ikiwa anachokwambia ni kweli, ni wajibu wewe kumsikiliza, kwa sababu katika ndoa masala ya uposaji, uchumba, imetakwa kabisa kupatikana ni mustashar, mtu wa kushauri kabisa, si masala ya kubahatisha, ni masala ya kushauri. Sasa kama anachokwambia ni kweli, ni wajibu wako kuchukua tahadhari. Wewe ukiona kwamba mimi nakwenda hivyo hivyo ndo nishapenda, hiyo ni juu yako wewe. Kwa hiyo yanayokuja kutokezea kule, kama ni madhara ukadhurika, utakuwa na mtu wa kumlaumu, kwa sababu uliambiwa mwanzo wewe mapema, na pengine sheria ikakutia makosani kwa sababu umekwenda kujidhuru wakati unajua. Wala tulqu biaidikum ila tahluka, kwa sababu mambo yapo. Inawezekana kweli inajulikana sa familia hii ina ugonjwa fulani na ukashauriwa, na hiyo katika dini ipo. Bwana we, hapo unataka kuoa lakini pana tatizo fulani, unataka kuolewa pana tatizo fulani. Hiyo iko katika dini, wala haiambiwi hasidi yule anamhusudia, umeambiwa ukweli. Lakini sasa ikiwa kinyume chake, anakwambia hivyo ili usiende kuolewa kwa huo hasidi anayokufanyia, si kweli kwamba kuna majini, si kweli kwamba kuna hivi, sasa huyu sasa ndo anaingia katika madhambi. Huu ni aina miongoni mwa aina za uhasidi, kumzuia mtu kuipata ile khairi, kama sio kweli, kwa sababu ni kumnyima mtu kutokana na khairi ambayo labda angelipata au hakadha. Lakini kama ni kweli, ni wajibu kumsikiliza kwenye jambo la tahadhari lilotolewa, kwa sababu ndoa ni safari refu na huwezi kujua ukisha kuingia utapenda vipi, hutaki kutoka, na shida ndo zimekukaa kwenye koo. Kwa maana hiyo hapo, subhanallah, Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Tayeb.